Sema Mungu kama ulipanga iko hivyo, wacha ikuwe hivyo. Si kuchua mbeleni itakuja kujitokelezea. Ndiposa umeona saa hii imejitokelezea kwa sababu ya mpango wake. Labda Bahati pia kwenye anaombanga akitafuta mama yake, na Biblia wasema unaomba ukuvumilia ukiongoja majibu. Ujui itakuja lini. Mungu ndiye anajua majibu vile itakuja. Sasa hii Odi hapa. Kwa nzima. Mambo. Huyu ni nani? Wewe nani? Na wewe? Jaden. Wewe nawe? Sylvia. So huyu ndio mdogo last born. Alafu wewe? Huyu ndio anafuata huyu. Kuna kijana katikati. Ametoroka. Na wewe? Lola ndio namba ngapi? Namba 3 ndio nafuata Baha. Wow. Sasa tumefika hapa kwa nyumba kina Baha. Na tunashukuru Mungu ametuwezesha kufika salama. Naona kuna sister zake hapa. Na kuna niliambiwa pia kuna msanii, si ndio? Msanii yuko wapi? Wewe ndio msanii? Natumai kwamba natumbia wimbo moja. Bahati pia aone kwamba hakuzaliwa msanii peke yake. Wasanii wamezaliwa wengi katika familia. Na karibu, asanteni. Tumefurahi kufika kwa nyumba yako. Na Mungu ni mwema, hapa ndio unaishi. Yes, tunashukuru Mungu. Natumai kwamba mapenzi yetu, tunaomba kwamba uweze kutana na Bahati na Mungu atende wema wake. Mimi najua kwamba si bure, mambo yote yatendeki bure. Yatendeka kwa wema wake Mungu. Na hata hii fursa pia kuilete Mungu, tunajua kwamba ni mapenzi ya Mungu. Naamini kwamba Mungu atawezesha mkutane na tutashukuru Mungu pamoja. Yes. Hello guys, is a girlfriend here na leo tumetafuta Mama Bahati. So guys, tumetafuta Mama Bahati tuone mali anaishi na acha tumkaribishe kwenye channel zetu. Karibu mama. Asanteni sana. Niko na furaha siku ya leo kwa ajili ya kukuja kwenu kunitembelea. Yes, asante sana. Mam, tumeona umetrend sana pale kwa mtandao. Na watu wengi sana wamenipigia simu wakaniambia, "Fei, tembelea Mama Bahati, utuonyeshe Mama Bahati mali anaishi na utuonyeshe pia watoto wake wengine." Hapa ndio mahali ninakaa. Niko na watoto wangu hapa. Kuna wengine ni wakubwa washaenda kazi. Kila mtu anakaa kivyake. Lakini ni wadogo ndio nakaa nao hapa. Sawa. Sasa hawa ndio watoto wako. Ulisema kuna watoto 6. Yes. Sasa tuintroduce kwa watoto. Huyu ni rafiki ya huyu last born wangu. Wanakuanga na yeye na vitu za wasanii. Wanajifundisha vitu na wasanii. Sasa bila ameona wakini akasema hata yeye pia ajiunge na sisi. Huyu ndio sasa huyu anaitwa Jaden, ni Cherani. Alafu huyu anaitwa Michael. Alafu mwenye anafuata ni Cynthia anajiunga na sana michezo, mipira, nini vitu ya kufurahisha pia, lakini hata yeye anatamani kuingia TikTok. Kina mwambia angali mdogo, acha aendelee na mpira kwanza. Cynthia tunaona ameshika mento pale. Hebu tuambie, tuelezee kwa ufupi. Ni za nini? Hizi mento amefaa hizi. Hizi aliwin rugby, Kenya rugby. Anacheza rugby na rugby ndio huwa inamsimamia na hata masomo yake.
Cynthia, mambo. Hebu tuongeleshe kidogo, utuambie unaitwa nani, utuambie wewe ni wangapi kwa familia. Ongea tu, naitwa Cynthia hivyo tu. Sema. Ongea, wewe ni mtu majina. Ongea. Sema. Usiogope. Kwani? Mimi ni dancer, mimi ni actor. Fadhili yangu ya shule nilichagua ni art because niko na opportunity ya kudance na kuact. Ndio nitafanya next year kama subject zangu. Sawa, Mama Bahati, tunaona umezaa wasanii. Niko na wao, hata si Bahati peke yake. Baraka siko hapa pato tu. Baraka siko hapo kubwa, sasa zimeanza kuzaana, sasa kujulikana. Yeah. Sawa, umetuambia huyu kijana wako mdogo anaimba. Wanasaidiana na huyu beshte yake. Yeah. Hebu tuintroduce kwa kijana mdogo pale. Kijana mdogo. Suimbia kwa hata Bahati afurahia. Ajua hata wewe pia ni mkali kivyako. Imbako wimbo moja na rafiki yako. Shata panga hawezi kupigana. Buda Shangdo alimleta Kanai. King wa mtaa anaitwa Sagodi. Yeye ndo alimleta Kanai. Kwani mlitatu mnaruka kama tatu. Akili yangu chafu kama soni ya kiatu. Zuu ako juu anarap Kiingereza kama saini kaiba pipe kalipiga rungu moja nikalia huyo. Mama nitumia nilinda familia. Mama kaingia kaua watu mia. Moja kabakia akazika na dunia. Mama Roda kajikojolea. Wote wake kajikojolea. Sisi wote marafiki. Hey, wasanii wako sawa kabisa. Kijana unaitwa nani? Naitwa Michael Kipotich. Unapenda kuimba? Unapenda kuimba? Sasa ushajua Bahati ni bradhako. Nataka uongeleshe Bahati, umwambie kitu yenye unataka, ungependa akufanyie. Ningependa nifanyie nilikuwa naimba na yeye. Ongeza sauti ya kusikia vizuri. Naimba na yeye. Natamani tuimbe na yeye. Mwambie wewe ni msanii mkubwa, pia unahitaji kukua kama yeye. Mimi ni msanii na kiangu wangu. Na tungependa tukuje wote lakini tusikuja wote na yeye. Mmekuja, mko na yeye. Bahati unaweza mwambia nini? Nikamwambia Akusaidie mko msanii. msanii kama yeye. Sawa, asante sana mam, tumeona uko na wasanii, umebarikiwa na wasanii. Amen. Pia tunakuombea upatane na Bahati pia. Umuongeleshe, umwambie kitu ungependa kumwambia. Utamwambia nini ukipatana na Bahati sahi? Bahati, mimi bado tunamwambia kwa sababu tuko na mambo mingi. Sahi ni msamaha tu bado. Yaani roho yake ikubali kusamehewa. Ya kwanza tukishasamehewa lazima tupe Mungu heshima kwanza. Ndiye ajue Mungu alikuwa na kusudi itendeke namna hii mpaka yaelewe. Akishaelewa basi ndio tujue what next. Yes. Kwa maana tu ni msamaha na kuomba Mungu afunguliwe na pia mimi nifunguliwe. Hiyo tu ndio nalia tu. Ndio yani nataka tu akishanisamea niko tu ready kumsamea na niko tu kumove on pia na shughuli zake na yeye na shughuli zake. Yeah. Sawa, Mama Bahati, vile umetrend, kuna mwanaume fulani pale, sijui alikuwa Mluya ama ni Mkisii, amejitokeza akaweza kusema yeye ni baba Bahati, alikuwa amekuoa. Ni kweli ama ni uongo? Ai, mio mpapi mimi simjui. Hata mimi nimestukia pia kumuona watu wakiniuliza, na mbona wewe ulisema papa ni Mkamba na huyu tunaona ni kama Mkisii. Mimi huyo simjui. Yes. Tuzimie hiyo sister. Umjui? Simjui. Papa ya Bahati alikuwa Mkamba. Yeah. Sawa mam, kuna hao wanaume wengi wamejitokeza na pia kuna mama pia amejitokeza. Akasema pia yeye ni Mama Bahati na huyo mwanaume pia akasema alikuwa amekuoa. Wewe unazungumziaje hiyo jambo?
watu wasichukulie hii kitu kuwa ya msaa. Kwa sababu mimi najua papa ya Bahati alikuwa Mkamba. Na huyo mpapa vile jinsi namuona anakaa Mkisi. Ulisema baba ya mwenye alikuwa alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Kioko. Sasa huyu vile namuona hata majina yake vile anasema mimi hiyo majina sijaiona. Kwa sababu kitu tu yenye mama anashikanga sana. Uwe sana bwana mtoto unakoze kumjua jina na hata sura yake vile ilikuwa inakaa. Yeye alikuwa mweupe, alikuwa mweusi. Sasa huyo mweupe vile ametokelezea na majina mimi hiyo sijui au tu ndio wanataka tu kuleta msa kuharibu mtu maneno, lakini mimi huyo simjui. Au tu ndio wanatafuta kiki ama wanatafuta ongo, mimi siko. Sasa ungewaambia aje? Mimi kulingana na upande wangu ningewaambia waache kufanya hivyo, si vizuri. Hata kama wangekuwa ni wao, uchungu wangekuwa nayo, mimi niwafanyie hivyo, wangejisikiaje? Hiyo si kitu ya kufanyia msa. Hiyo ni kazi yenye Mungu mwenyewe ametoa. Sio ati kitu wewe jiweke tu ndani. Naweza kuletea shida yenye uchungu. Maswali mengi imeulizwa pale kwa mtandao. Watu wanauliza huyu Bahati ni mtoto wako, na mbona ile time alikuwa analia, mbona hukutokea mapema? Sichakataa, nimewaambia nikisiti kurudia hii kitu. Mpango za Mungu zinapaki tu kwa mpango za Mungu. Kuna kitu watu tunaweza kuwa nayo na ichakucha kwa fahamu. Mungu ndio upea mtu fahamu. Kinakusumbuanga lakini ichakucha kwa fahamu yako, na kuna siku yenyewe itafanya nini, itajitokeleza. Wewe lazimisha. Mimi nilikuwa tunajua mtoto nipeleke children home na vile walikatalia kunipea mtoto, iliisha hivyo. Sikujua itakuja tena happen. Sasa ni Mungu mwenyewe alikuwa anapeleka mipango zake vile zinalingana na wakati wake. Wewe lazimisha Mungu fanya kitu fulani. Hapana. Wakati nilienda kuchukua mtoto wakakataa, hawataki mtoto, mimi niliachana naye nikasema Mungu kama ulipanga iko hivyo, wacha ikuwe hivyo. Sikuchua mbeleni itakuja kujitokelezea. Ndiposa umeona saa hii imejitokelezea kwa sababu ya mpango wake. Labda Bahati pia kwenye anaombanga akitafuta mama yake, na Biblia wasema unaomba ukuvumilia ukiongoja majibu, juu itakuja lini. Mungu ndiye anajua majibu vile itakuja. Sasa yeye maombi yake labda vile alikuwa naomba na vile maombi yangu nilikuwa naomba Mungu utende siku moja nikutane na mtoto wangu. Labda yeye pia naomba Mungu naomba nikutane na mama yangu. Sasa ni mapenzi ya Mungu mwenyewe. Sasa imefika wakati wake wa kutoa nini hii siri. Mimi kukaa kwangu vile walinyima mtoto nilikuwa tu nikufe na hii siri. Na Mungu amesema hapana, utakufa na hii siri, lazima ikutoke, na hivyo tu ndio imetoka. Na labda kule nyumbani kina Bahati wajulikana huko. Nilisema sijaenda kwao. Kwa hiyo uliolewa tu huko town ukaishi town? Tulikaa town ndio tulikuwa tunajipanga. Yeye wakati alinioa alitaka yenyewe twende kwao. Ndio nimefika mai, kumbe ningekupata tu niende, lakini ile ilikuwa mpango wa Mungu. Nikamwambia hapana, acha tukae kidogo mpaka ni ulise ruhusa kwa wazazi ndipo sasa twende nyumbani. Tuwezi enda kitambo, si kama sasa hivi unafanya tu vitu. Lazima ulise wazazi, nimepata mume, mnaona ni mzuri, naweza hata uona anasema niende kwao, wazazi wakupali. Sasa mimi wananiambia nataka kwenda kwao, na mimi nikauliza wazazi wakakataa. Sasa singeenda kwao na wazazi wamekataa. Maybe kukuintroduce kwa familia yao, mtu yote wa familia yao. Hakuwa. Ndio sasa tulikuwa tumeanza sasa, hata tujamaliza yani ati miaka 2 sijui nini. Hapana, acha kuwa, si ndio pato mnakaa tu. Sie pia kusome, wewe pia umsome. Bahati ndio mtoto wa kwanza katika upande wako? Hapana, nilikuwa nimesapa. Wakati ulikuwa na wengine? Nilikuwa tuna msichana mmoja mwenye alimtumia message. Nilikuwa na msichana nilizaa nikiwa grade 8. Sasa ndio nimwache nikikucha kazi. Na maybe saizi wakisema muende mfanye DNA, uko tayari kufanya? Mimi niko tayari chochote, kwa sababu nataka hii kitu initoke ndani. Mimi nikuwe huru kabisa. Yaani nikuwe tu nikitembea nikijua siri yenye iko nasumbua Mungu ishatoka ndani. Hapo ingekuwa kikwazo kwa Mungu hivyo tu. Wewe uko na uhakika kwamba Bahati ni mtoto wako kabisa? Mimi niko na hakika. Kwa sababu kitu huwezi kusumbua kwa ndoto kila saa inakucha. Hata wakati wa Yusuf, wakati alikuwa anaota ndoto, akipeana ndoto, walikuwa anachukulia msaa, lakini mwisho ndoto ikatimia. Yes. Lakini Bahati alizungumza akasema yeye ajui mambo ambayo anazungumzia, manake alizika mamake
takriban miaka 25 iliyopita. Sasa mimi siwezi nikaelewa kwa sababu watoto mahali wanaenda kulelewa. Sijui chenye kinaendelea huko kwenye wanakaa. Sijui labda walimtoa mahali pale vile nilikuwa nafuatilia wakampeleka kwingine. Sijui, lakini mimi tu chenye mimi najua mtoto wangu nimpeleka Children Home. Sasa hii maneno mengine nafuata mimi siyajui vile iliendelea mbeleni. Yeah.